Mimi naitwa Dismas Venance Bushaija, natokea Dodoma, lakini kwa jina la kennel yangu mimi naitwa Disan Kennel. Ama unaweza kwa upande wa Boabu, kwa sababu mimi najiri na German Shepherd na Boabu. Ila kwa upande wa Boabu jina ambalo liko registered na International Breed Standard SEBS naitwa Disan Kennel. Disan Boabu Ramin. Napatikana Dodoma mjini. Sasa hivi ni kama mwaka wangu wa 3 kwenye hii issue. Kwa hiyo nilianza na mbwa wawili, niliimport kutoka South Africa. Kwa hiyo baada ya hapo nikaendelea kujifunza, ndo sasa hivi tuko hatua hii sasa. Ni kipi ambacho kilikusababisha kuanza aina hii ya ufugaji na sio aina nyingine ya ufugaji? Nilipenda kwa sababu aina ya breed hii ukilinganisha na breed ya nyingine za mbwa, wako calm kidogo, hawana makelele. Alafu wako too intelligent sana, wana akili nyingi za kutosha. Yaani wanafikiri then ndo wanatenda. Kwa hiyo wana akili nyingi sana Boabu. Kuna story ambazo wage tunazisikia mtaani, aina hii ya mbwa na tabia ya kusahau mabosi wao. Sasa leo tuko katika sehemu husika. Unaweza ukawaambia wale ambao walikuwa na hiyo notion sasa kwamba je, ni kweli inatokea ama ni story tu za mtaani? Hapana, hizo mimi kwangu mimi binafsi naweza nikasema ni story za mtaani. Kwa sababu gani? Kama mbwa amebondi na wewe, ana bondi ya kutosha na wewe, anakujua kama wewe ni owner wake, hawezi kukubite. Hata mtoto Boabu ni mbwa ambao nafikiri wanaongoza duniani kwa kupenda familia. Yaani watoto wanapenda sana watoto, wanapenda familia. Sasa inapotokea mbwa kabite mtu, ujue kabisa huyo hajakuzoea, kwa sababu Boabu wanakariri mtu kuanzia akiwa na papi mpaka miezi kama 8 pale, wana memorize. Kwa mtu akija baada ya hapo anaanza kufikiria sana kuhusu huyo mtu. Kwa kama wewe ni mmiliki, bond sana na mbwa wako, hawezi kubite. Haiwezekani. Sasa kuna vijana ambao wako mtaani walikuwa wanatafuta fursa. Unaweza ukawaelezea kuhusiana na fursa hii ya ufugaji wa boa, na kama wanahitaji ushauri wanaweza kukupata namna gani? Kwa nikuulize wewe mpenzi mwandishi wa habari, huyu Roxy sasa hivi amekuwa champion, au sio? Roxy mimi nilimnunua nafikiri milioni 7. Sawa? Nimemimport kutoka South Africa. Lakini just imagine mtu kaja akanipa milioni 17. Umeona? Kwa pale ni tayari na faida ya milioni 10 na bado hana thamani hiyo na nimekataa hela. Kwa nimepata faida, napata faida kwa huyu akizaa sasa hivi papi wake sio chini ya milioni 4 au 5 kwa sababu tayari ashakuwa champion. Kwa hiyo fursa ipo. Sasa kama mtu amekuja amekukabidhi tuzo tayari afanda na amechafuka hapa mwenye Simon. Sasa huoni ni kitu ambacho kiko serious. Sasa unazungumziaje kwanza huyu mbwa wako anaitwa nani? Huyu anaitwa Royal Guard Rocks. Unajisikiaje huyu Royal kuchukua tuzo na unatuahidi nini sasa baada ya hapo? Najisikia vizuri kwa sababu gani? Huyu papi nilimleta akiwa na mwezi mmoja. Kwa hiyo kumtengeneza mpaka akawa champion ni juhudi zangu mimi binafsi. Jinsi ya kufidi mbwa, jinsi ya kumtengeneza. Umeona alivyokuwa na stack pale. Yaani mzee mzungu mwenyewe kakubali mambo. Kwa hiyo yani najisikia vizuri kwa sababu ni kazi yangu yani. Kwa hiyo mimi nawashauri wasiogope yani. Wasiogope, wanala kuuliza, mimi sina roho mbaya, ushauri upo wa kutosha. Namba zangu ni 0784 90 80 81. 0784 90 80 81. Kwenye mitandao ya kijamii tunakupataje? Mimi naitwa Disan Kennel. Disan_Kennel. Unanipata Instagram. Mimi niko sana napatikana Instagram kwa wingi. Disan Kennel. Kwa mfano mtu yuko mkoani na labda alikuwa anataka huduma, anaweza kupata? Kabisa. Namsafirishia kwa sababu mimi nadili na German Shepherd long coat imported na Boabu. Kwa hiyo unasafirishiwa mbwa bila shida.